Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa naomba nishukuru kwa kupata nafasi hii ya kuchangia katika Wizara ya Nishati. Lakini ninaomba nitoe pongezi zangu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuipaisha Tanzania katika sekta ya umeme. Sasa hivi umeme umeshafika katika vijiji vyote, na sasa tunaelekea katika kukamilisha vitongoji. Daktari Samia Suluhu Hassan anastahili pongezi kubwa sana katika jambo hili. Lakini napenda niwapongeze kwanza Waziri wa Nishati ndugu yangu Deogratias Ndejembi pamoja na Naibu Waziri Salome Makamba kwa kazi kubwa wanayoifanya. Lakini mimi ninaiangalia sifa pekee waliokuwa nayo, sifa ya kuwa wasikivu na unapowapa jambo wanafuatilia na kukupa mrejesho. Hili jambo ni jambo kubwa sana, na sisi wabunge tunafurahishwa sana na jambo hilo. Baada ya hapo, niseme tu kwamba nimesoma randama pamoja na hotuba ya bajeti. Katika ukurasa wa 84 wa randama na katika ukurasa wa 88 wa hotuba linazungumziwa swala la majadiliano ya LNG, mradi wa kusindika gesi asilia kuwa katika hali ya kimiminika, kwamba mjadala unaendelea. Mradi huu mjadala wake umechukua muda mrefu sana, na hata tunavyoishi sasa hivi katika mjadala, tunaishi kana kwamba mjadala huu hautaisha, kwa sababu hatujiandai kwamba mjadala ukiisha tumejiandaa vipi na mradi wa LNG. Leo nikitoa mfano, wakati ule tulikuwa na swala la gesi kutoka Mtwara. Yapo mambo tulikuwa tunaona yanaanza kufanyika. Kwa mfano, sasa hivi hatujajiandaa na swala la uwekezaji kwa sababu ipo miundombinu muhimu ambayo inahitajika. Miundombinu hii ikiimarishwa itatusaidia kuenda vizuri na mradi wa LNG. Tuna swala la barabara. Hili swala ninajua halihusiki na wizara hii. Lakini tunalo swala la nishati ya umeme. Lindi, umeme wetu si wa uhakika. Umeme unazimika mara kwa mara, na ndiyo maana tunaomba, tumeshakuwa tukiomba tangu siku za nyuma, tunaomba mkoa wa Lindi na Mtwara uunganishwe katika gridi ya taifa ili tuwe na umeme wa uhakika. Kukosa kwa umeme wa uhakika katika mikoa ya Mtwara na Lindi kunasababisha matatizo mengi ya kiuchumi katika mikoa yetu. Kutokana na kukosekana umeme wa uhakika, tunafikia mahali tunakosa wawekezaji wakubwa. Lakini kutokana na kukosekana kwa umeme wa uhakika, na hata huo umeme tunaoupata una fluctuation, mara unakuwa umeme mkubwa, mara unakuwa umeme mdogo, unasababisha uharibifu wa miundombinu katika huduma zingine za jamii. Tumeshapata uharibifu katika mitambo ya kusambaza maji pale Ng'apa mara kadhaa kutokana na fluctuation ya umeme. Kwa hiyo ninakuomba Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana Mheshimiwa Waziri utuangalie mikoa ya Lindi na Mtwara ili nasi tupate umeme wa uhakika, tuweze kupata wawekezaji. Lakini lingine ambalo ninasema, kuna tatizo la maandalizi ya rasilimali watu. Leo mimi nimejaribu kuomba katika vyuo vyetu vya VETA mitaala ambayo inafanyika pale, syllabus, hakuna
hata chuo kimoja cha VETA kinachozungumzia masuala ya ufundi wa gesi na mafuta. Ndio maana ninasema tunajadiliana kana kwamba hatujiandai. Sasa hivi ingetakiwa vyuo vyetu vya VETA viwe vinatoa taaluma hiyo, angalau tuwe na vijana ambao wana ufundi watakaoweza kuingia katika mradi huu. Lakini kwa hali ilivyo sasa hivi tutashtukizwa tukishakubaliana. Lakini tuliahidiwa kujengewa chuo cha ufundi wa mafuta na gesi pale Lindi, chuo cha Arusha Technical kwamba kitajengwa pale ili kutoa mafunzo hayo, na pamewekwa bango pale Arusha Technical coming soon, lakini inafikia mahali mpaka wanafunzi wetu hawalielewi neno coming soon, kwa sababu ni coming soon, lakini bango hilo limewekwa sasa yapata miaka 5 na bado chuo hiko hakijajengwa. Na chuo hiki ningeomba Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kina uhusiano na wizara yako, uweze kushauriana na Wizara ya Elimu ili tuweze kupata hiki chuo. Lingine ni ushirikishwaji wa wananchi. Wakati gesi ya Mtwara ipo katika shamra zake, wote tunazijua humu ndani, walishirikishwa wananchi. Yalichukuliwa makundi ya wananchi kupelekwa katika maeneo mbalimbali kwenda kujifunza juu ya masuala ya gesi, kwenda kujifunza faida watakazozipata kuhusiana na gesi. Leo nikuulize Mheshimiwa Waziri, kuna dhambi gani ukiamua ukawachukua madiwani, ukawachukua viongozi wa dini, ukawachukua na watu wengine wakaenda kujifunza jambo hili? Na ndio maana inafikia mahali wakati mwingine watu wanajitengenezea tu utaratibu wa kutoa mafunzo ambao hata nyinyi hamkuwatuma. Kwa hiyo ni vizuri tusitoe vacuum, wizara iingie kati iweze kutoa mafunzo kwa wenzetu. Lakini lingine ambalo ningependa nilizungumzie ni swala la fidia. Ipo line ya umeme ambayo imepita kutoka Mtwara kwenda mpaka Somanga. Line hii imepita katika kata iliyopo katika jimbo langu, kata ya Mnazi Mmoja, mtaa wa Ruaha. Uthamini umefanyika. Ningeomba Mheshimiwa Waziri, watu hawa walipwe fidia. Imefikia mahali ukienda kuwatembelea hawana agenda nyingine zaidi ya fidia, na hata ukisikiliza mambo mengine hawayasikii. Ni kuombe jambo hili, nimezungumza na dadangu Salome, ameahidi kwamba jambo hili litafanyika. Kuahidi ni mbali na kutekeleza ni mbali. Ninamuomba sana dadangu Salome, ninaomba sana Mheshimiwa Waziri kwa kushirikiana na naibu waziri, jambo hili litekelezwe. Wananchi hawa wapewe fidia kwa sababu maeneo yao yamechukuliwa, hawafanyi shughuli za uzalishaji katika maeneo yale, basi walipwe fidia ili pesa hizi waweze kuzizungusha katika biashara zao, waweze kupata tija. Lingine ambalo ningeomba nichangie kwa wakati huu ni swala la usambazaji wa gesi majumbani. Kasi yetu ya usambazaji wa gesi majumbani, kwa maana ya upelekaji wa moja kwa moja katika nyumba ya mtumiaji, kasi yetu imekuwa ndogo sana. Katika jimbo la Lindi ni kata ya Mnazi Mmoja pekee ndiyo ambayo ina gesi majumbani, na usambazaji wa gesi majumbani una faida kubwa. Mwananchi anapoamua kupika chakula, maana yake anaenda kujinunulia kiasi cha gesi kwa ajili ya kwa kiasi cha matumizi yake tu. Kwa hiyo ninaomba sana usambazaji wa gesi uende kwa kasi kubwa na ufike katika maeneo mengi. Wananchi wengi sasa hivi wanahitaji. Ninafahamu katika siku za kwanza kulikuwa na wasiwasi kwa wananchi kuwapelekea gesi majumbani moja kwa moja, lakini sasa mumewaelimisha na wameelimika, wanahitaji hilo jambo lifanyike. Jambo la mwisho ambalo ningependa nichangie kwa siku ya leo ni kuhusiana na maeneo ambayo ni yapo manispaa, lakini kwa silka na mienendo yake yana hadhi ya vijiji. Wakati tunaunda manispaa ya Lindi, tulichukua vijiji vilivyoko Lindi vijijini tukaleta manispaa ya Lindi. Watu hawa kuwaambia kwamba walipe 320,000 kuunganishiwa umeme
hawatuelewi hata kidogo. Asante. Ninaomba Mheshimiwa Waziri, naomba nimalizie dakika moja. Naomba Mheshimiwa Waziri, hili mulichukue na mulifanyie kazi ili watu hawa na wao waweze kulipa shilingi 27,000 wapate umeme wa uhakika. Baada ya kusema haya, naomba niunge mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Bunge, kuna wageni waliopo bungeni asubuhi hii. Tuna wageni wa Mheshimiwa Bunge. Tuna wageni wawili wa Mheshimiwa Dr. Johannes Lembulungu Lukumai, mbunge ambao ni wapiga kura wake kutoka Arusha, kutoka Arumeru Magharibi mkoani Arusha. Wageni wote mbele ya Bunge kwa ajili ya mafunzo.